Karibu katika ZDC habari kutwa nzima ya hii leo. Kumbuka unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii YouTube, andika ZDC TV Media, utatupata kikiwa mubashara kabisa kule Instagram pamoja na Facebook ni Zanzibar Cable Television, kufuatilia matangazo haya kokote ulimwenguni. Mimi ni Bakari Masudi, mwenzangu katika ukalimani wa lugha ya alama ni Hudhaifat Omar. Tuanze na muhtasari wa habari tulizokuandalia. Madereva 250 wakamatwa kwa kosa la kupita barabara ya mwendo kasi. Wajasiriamali waomba unafuu wa ulipaji kodi. Na kimataifa, Senegali yazindua sheria ya kuongeza adhabu ya kosa la mahusiano ya jinsia moja. Karibu sana mtazamaji wa Zanzibar Cable Television katika taarifa yetu ya habari ambayo tumekuandalia katika siku ya leo, ikiwa leo ni siku ya Jumatano ya tarehe 25 ya mwezi wa pili 2026. Ungana nami mwanzo hadi mwisho katika taarifa yetu ambayo tumekuandalia. Moja kwa moja tuanze na taarifa yetu ambapo naambia kwamba Wizara ya Afya Tanzania imesema hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la wagonjwa wa mafua makali ya influenza, uviko 19, homa ya degedege na kipindupindu, ambapo takwimu zinaonyesha kwamba kila mwaka kipindi cha Novemba hadi April kunakuwa na ongezeko la wagonjwa. Hivi wizara imesema inafuatilia kwa karibu mwenendo wa wagonjwa hao, sambamba na kuwataka wananchi kuchukua tahadhari za mapema. Tupate taarifa zaidi. Wizara ya Afya imeendelea kufuatilia mwenendo wa magonjwa ya mlipuko. Hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la wagonjwa wa mafua makali ya influenza na uviko 19. Magonjwa haya huenezwa kupitia majimaji kutoka kwenye mfumo wa njia ya hewa wa mgonjwa mwenye maambukizi na husambaa wakati wa kukohoa, kupiga chafya au kuzungumza. Vile mafua makali ya influenza na uviko 19 huweza kuenezwa kwa njia ya kugusa mazingira yaliyochafuliwa na majimaji yanayotoka kwa mgonjwa. Dalili za magonjwa haya ni homa kali, kikohozi, maumivu ya kichwa na mwili, mafua, kuwashwa koo na uchovu. Ndugu wananchi, takwimu za ufuatiliaji zinaonyesha kwa kila mwaka katika kipindi cha mwezi Novemba hadi April kunakuwa na ongezeko la ugonjwa wa mafua makali ya influenza na uviko 19 hapa nchini na duniani. Hali hii inatutaka kila mmoja wetu kuchukua tahadhari kwa kuzingatia yafuatayo: kufunika pua na mdomo wakati wa kukohoa au kupiga chafya, kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vitakasa mikono, kuepuka misongamano isiyo ya lazima, kuvaa barakoa unapokuwa na dalili, unapokuwa karibu na mtu mwenye dalili au ukiwa kwenye maeneo yenye msongamano, kuzingatia usafi binafsi na wa mazingira, kuwahi katika kituo cha kutolea huduma za afya kupata matibabu stahiki, vile kuepuka kujitibu au kutumia antibiotic bila ushauri wa wataalamu wa afya. Vile wizara inapenda kutoa tahadhari kwa ugonjwa wa homa ya dengue kutokana na maeneo mengi hapa nchini kuwa katika kipindi cha mvua za masika zinazopelekea kuongezeka kwa mazalia ya mbu. Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Ayubu Mohamed Mahmud amesema utekelezaji wa mradi wa kituo cha polisi unatokana na kuwepo kwa vitendo viovu unaopelekea uvunjifu wa amani. Hivyo kituo hicho kitasaidia kudhibiti matukio sambamba na kuwataka wananchi kuendelea kutoa ushirikiano pale inapohitajika. Mwandishi wetu Jaza Kombo ametuandalia undani wa taarifa hii. Akiwa katika ziara ya kutembelea vituo vipya vya polisi vilivyojengwa kwa lengo la kuboresha miundombinu, naibu waziri huyo amesema ujenzi huo utawezesha kutoa huduma zilizo bora zaidi, ikiwemo ulinzi wa usalama wa wananchi na mali zao.
suala ambalo kwa kweli sisi kama serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na kushirikiana na Jeshi la Polisi tumewiwa kufanya utafiti au uchunguzi wa kina kuona ni kwa namna gani shughuli za usalama tutazifikisha kwa wananchi. Dhamira ni kuhakikisha kwamba huduma ya ulinzi na usalama kupitia Jeshi la Polisi inafika zaidi kwa wananchi. Kwa wakati wa sasa tukiwa kwenye hatua za mpito, tuna uhitaji wa zaidi ya vituo vya polisi 3900 nchi nzima, na jambo hilo tusingeweza kulifanya kwa wakati mmoja. Hatua tuliyoifanya kwa sasa ni kuhakikisha kwamba katika uhitaji huu tuende maeneo ya kipaumbele. Ni matarajio yetu kwamba ziara hii, na waheshimiwa wabunge tunawashukuru wameshiriki katika ziara hii, wamejionea wao wenyewe, na kwa kweli wamekuwa ni mashuhuda wa kuona ni kwa jinsi gani serikali inaendelea kufanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba vituo vya polisi vinaendelea kujengwa. Kamanda wa polisi mkoa Mjini Magharibi, kamishna msaidizi wa polisi Richard Mchovu amesema ziara hiyo imeleta tija hasa kwa jeshi la polisi kutokana na kuimarishwa kwa vituo vipya vya polisi na kuahidi kusimamia misingi ya sheria katika kulinda nchi na wananchi wake. Kwa kweli niseme tu naishukuru Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini namshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar kwa jinsi ambavyo wanalifanyia mambo mazuri jeshi la polisi. Tunawaahidi wananchi kwamba kwa jinsi ambavyo serikali inatuwezesha, wanaona sasa hivi tuna magari ya kisasa, askari wengi wameajiriwa, wapo wa kutosha, vijana wenye nguvu. Kwa hiyo tunaahidi kwamba tutatoa huduma nzuri sana kwa wananchi kama ambavyo vituo vilivyo vya bora na magari yako bora. Nao baadhi ya wabunge walioshiriki katika ziara hiyo wakazungumzia umuhimu wa vituo vya polisi vinavyosaidia jamii kupata huduma ya kisheria pindi wanapofikwa na matatizo ya kihalifu. Na wananchi wenzangu wa jimbo la Mwera, tunaahidi kwamba tutaendelea kutoa mashirikiano na jeshi la polisi katika kuhakikisha kwamba kwanza tunadhibiti matendo maovu, lakini la pili tunaendelea kutoa mashirikiano pale ambapo kutahitajika ushirikiano wa aina yote, tutaendelea kuweza kutoa mashirikiano. Kwa jitihada za makusudi baada ya kupita kwenye uchaguzi na kilio cha wananchi kutokana na matukio ambayo yanafanyika katika maeneo yetu haya ya Mwanakwerekwe na Magogoni, tukaamua sasa tukivunje kile kilichojengwa awali, tuanze upya kujenga kituo hiki cha sasa hivi. Ziara hiyo imejumuisha vituo vipya vya polisi 4 ikiwemo cha Bububu, Fuoni, Mwanakwerekwe na Mwera, ambapo vituo hivyo vimegharimu zaidi ya shilingi bilioni 1 milioni 400. Jeza Kombo, ZCTV habari. Shukrani sana Jeza Kombo kwa taarifa hiyo. Kwingineko, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman amesema kwamba ziara za viongozi kuwatembelea wagonjwa na wenye shida mbalimbali katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan husaidia kufungua milango katika kutafuta utaratibu wa pamoja na kuwasaidia wengine. Taarifa zaidi inafafanua. Osman ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar mstaafu ameyasema hayo huko Kilombero, wilaya ya Kaskazini B, mkoa wa Kaskazini Unguja, alipofanya majumuisho baada ya kukamilisha ziara yake ya kuangalia wagonjwa na wenye shida mbalimbali kwenye majimbo yote ya mkoa wa Kaskazini Unguja ikiwemo Bumbwini, Donge, Chaani, Kijini, Nungwi, Mkwajuni, Mahonda na Tumbatu kwa Kaskazini Unguja. Katika hili kwa hakika ni washukuru sana viongozi wetu kwa maandalizi ya haya. Maana sisi tusingejua kama tuna wenzetu mpaka huku Kilombero tunaostahiki kuja kuonana nao. Lakini kwa kazi kubwa hiyo wanaoifanya, wanatukutanisha na watu, tunapata kuyajua mengi, tunachukua mengi, na mengi tunayoyaweza tunafanyia kazi. Ndio utaratibu wetu ambao tumejiwekea. Tusioweza tunapeleka kwa wenzetu wenye uwezo makubwa zaidi, tunapeleka pia mpaka serikalini. Amesema katika kipindi hichi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, wananchi huwa na shida nyingi na ziara hizo husaidia kupatikana mashirikiano na nguvu za pamoja katika kuyakabili matatizo walionayo wananchi hao. Maisha yamekuwa na changamoto nyingi, lakini kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani changamoto huwa zinazidi. Na kila ikiendelea Ramadhani ya mwaka jana tofauti na mwaka huu. Mwaka huu naamini kidogo imezidi ukali kidogo.
Sasa wajibu wetu kwamba tushirikiane ili tutafute namna ya wale waliokuwa hali imezidi kuwa mbaya tuweze kuwasaidia. Mlokuwa hamyawezi nyinyi mtuambie, tuone namna gani na sisi tutaweza kutafuta utaratibu wa kuweza kuwasaidia. Kwa hivyo niwaombe sana kwamba sisi tumepita hii kama kufungua mlango, lakini sote tuwe na utaratibu katika ngazi ya tawi, ngazi ya jimbo, ngazi ya mikoa, tuwe na utaratibu wa kuwapitia wenzetu, tutapata kuwaona wengi zaidi. Ndio wajibu wetu kama viongozi. Nao wagonjwa na wenye changamoto mbalimbali waliotembelewa wamesifu kwa uamuzi huo na kusema kwamba ziara hizo zinawapa faraja. Kwanza kwa kuja Sabahi, amina kusaidia sana. Sina matarajio kuja kwa kuja wewe Sabahi, lakini yote hii mitihani ya Mwenyezi Mungu. Amina kushukuru sana. Asante. Ziara hiyo ni utaratibu wa urisi ulioasisiwa na viongozi wa chama hicho waliotangulia, ambao umesaidia sana katika kuwaweka pamoja na karibu zaidi na wananchi na viongozi wao wa chama, hasa wale wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Zaituni Mbarak, ZCTV Habari. Na tukitoka hapa kisiwani Unguja tuelekee kule Tanzania bara katika mkoa wa Dar es Salaam, ambapo jumla ya madereva 250, magari 64, pikipiki 167 na bajaji 19 zimekamatwa na jeshi la polisi kwa kosa la kupita katika barabara za mwendo kasi. Mwandishi wetu kutoka kule jijini Dar es Salaam, Lisungu David Kambona, anakuja na undani wa taarifa hii. Taarifa hiyo ameitoa kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo leo Februari 24 wakati akizungumza na waandishi wa habari, akitoa mrejesho wa operesheni iliyofanywa na jeshi la polisi kuanzia Januari 30 hadi leo Februari 24 kuwa wamefanikiwa kudhibiti vitendo hivyo kwa kiwango kikubwa. Tumekuwa na tatizo la madereva wa vyombo vya moto kufuata sheria za usalama barabarani, lakini zaidi ni kutoheshimu taratibu na kanuni za usalama barabarani. Watu wamekuwa wakisababisha ajali, lakini kusababisha kero kubwa hasa kwenye barabara hizi za mwendo kasi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limeendelea kutoa elimu, lakini wakati huo kuchukua hatua za kisheria dhidi ya madereva wa vyombo mbalimbali vya moto yakiwemo magari, bajaji na pikipiki wanaokiuka sheria, ikiwa ni pamoja na kupita kwenye barabara za mwendo kasi. Aidha, jumla ya madereva 250 kwenye kipindi hiki cha kati ya tarehe 30 Januari mpaka tarehe ya leo 24 mwezi Februari mwaka 2026, jumla ya madereva wa vyombo vya moto 250 walikamatwa, yakiwemo magari 64, pikipiki za magurudumu mawili maarufu kama bodaboda 167 na bajaji 19. Hawa walipita kwenye barabara ya mwendo kasi na kusababisha hatari kubwa kwenye mabasi yale, lakini wao wenyewe kuwa kwenye hatari ya kuweza kupata ajali mbaya. Watu hawa wamechukuliwa hatua za kisheria, na ukiangalia takwimu hizo, magari binafsi yako 45 na ya serikali 19, wote wamechukuliwa hatua za kisheria. Kwa upande mwingine, Afande Muliro amefanya ziara fupi katika soko kuu la Kariakoo ili kujionea hali ya usalama barabarani tangu lilipotolewa agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuto kuona vyombo vya moto vikiziba barabara za kuingia katika soko hilo. Tuimarishe nini? Tuongeze nini? Upo haupo? Unafurahia? Unafurahia? Jeshi la polisi endelee kuwepo hapa Kariakoo. Faida yake ni nini? Kuna watu wanasema
tukaende kazi kwa ufanisi. Na ushirikiano wako tumependa zaidi, tumekuja kwa hakika. Matano mama imezindua soko hili, kuja kufika. Lakini leo imefika kazi leo kwamba furahi kuona kwamba boda ndio kwanza kupata. Ndio. Sahihi. Wateja wakija wafuate sio ule mtindo wa kuziba barabara. Sahihi. Lakini pia wewe mwenyewe umesema umeiona faida ya hizi barabara kuwa wazi. Faida kubwa sana kiongozi. Shukrani sana Lisungu David Kambona kwa taarifa hiyo kutoka huko jijini Dar es Salaam. Sasa turejea tena hapa kisiwani Unguja, ambapo pamoja na kuwepo kwa matamasha mbalimbali ya wajasiriamali ambayo hupelekea kutangaza bidhaa zao pamoja na huduma wanazozitoa kwa wateja wao, ulipaji wa vibali katika mabanda hayo imeibua changamoto ya kukwamisha malengo yao. Mwandishi wetu Khadija Maulid anakuja na undani wa taarifa hii. Tuna maandalizi ya kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Hapa tumefika katika mnara wa Kisonge kwa wajasiriamali kujua hali ya biashara ikoje hadi sasa. Biashara alhamdulillah yake, kwa sababu unakuja mtupu unarudi na pesa, na ambayo pesa japokuwa si kima kile ulichokihitaji kwa siku moja ambao utapata labda zaidi, lakini wateja wanakuja wananunua na tunapata riski zetu, siku hazifanani, wengine tunapata, wengine wanakosa humu ndani, lakini ya biashara inakuwa ni nzuri. Kuwekwa kwa matamasha kama haya na serikali au wajasiriamali kukaa kujikusanya kama hivi, kwenu nyinyi kunaleta tija gani katika kukuza biashara zenu? Kwanza tunajitangaza, tunakuwa tunatangaza biashara zetu, sababu mtu anapoona zile biashara anavutiwa na kutaka namba ya simu, wanakuja madukani mwetu ambao tunapokaa na hizo biashara zetu ambazo tunazouza, na akija kule kwa hiyo tunaongeza wateja wapya hilo. Na la pili ni kwamba hata sisi wenyewe tunafurahi pia kuona yani kwamba tuko pamoja, jasiriamali kwa pamoja, tunauza biashara zetu pia kwa pamoja, na jengine kwamba tunashikamana. Tunakuwa na mshikamano mzuri tu, wafanya biashara yule kaenda kule kwake hamna, anakuletea wewe mteja na yule anamletea mwenzake mteja, ndio tunakufanya. Ushauri wako ni upi kwa serikali katika kukuza wajasiriamali zaidi? Ushauri wangu kwanza la umuhimu wapunguze bei, kwa sababu hapa kama ZSSF ndio tunakuwa tunalipa malipo kutoka kwa ZSSF. Kwa hiyo wakadirie, wasione kama labda tunalipa 300,000 iwe kila onyesho 300,000, kwa sababu msimu wa biashara ni msimu wa fedha bwana, mtu asikwambie. Sasa kuna msimu mwingine unakuwa hamna pesa, kwa hiyo wakadirie msimu huu una pesa tuwatoze kiasi gani, msimu huu na pesa tuwatoze kiasi gani. Na hapa tunapata kujua kwa wajasiriamali wengine hali ya changamoto katika biashara zao zikoje. Changamoto katika biashara, kwanza kipindi hichi ni kipindi cha jua kali, kwa hiyo unakuta kwanza wateja hamna, kutokana na wateja wengi sasa wanajipanga na sikukuu, wanajipanga na matumizi ya tayari hayo nini. Kwa hiyo unakuta wateja kwanza hamna, halafu jua kali. Kwa hiyo changamoto ni hizo kwa hizo. Ushauri wako ni nini kwa Wazanzibari kuona wanakuza bidhaa za wajasiriamali nchini? Ushauri wangu kwa Wazanzibari, kwanza tupende cha kwetu. Tukishapenda cha kwetu, halafu watunge mkono wajasiriamali ambao tunafanya biashara hapa Zanzibar. Kutokana na vipi? Wao wakiwa wanapenda vya nje tu, yani wafanya biashara wa nje tu, sisi wafanya biashara wa hapa ndani tunakuwa hatuna ile sapoti kubwa. Kwa hiyo watunge mkono kama Wazanzibari wenzao, watunge mkono kama wanawake wenzao, watunge mkono kama vijana ambao tumejitolea hapa kufanya biashara kwa ajili ya kujikimu na maisha. Hizo ni kauli za wajasiriamali ikiwa ni wiki moja tangu kukusanyika katika maeneo haya. Nikiripoti kutoka mnara wa Kisonge, Khadija Maulid, Zanzibar Cable Television. Shukrani sana Khadija Maulid katika maonyesho hayo. Tugeukie katika taarifa nyingine ambapo Waziri wa Fedha Balozi Miss Musa Omar ametoa tuzo kwa washindi wa mawazo bunifu yaliyotolewa
kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA ili kuongeza wigo wa ulipaji wa kodi na kuboresha huduma za TRA. Tupate taarifa zaidi. Lakini kwenye kufikia mtu mmoja mmoja, individuals, then mara hii ikaamuliwa tuwe na mfumo ambao utakuwa ni shirikishi kwa yeyote ambaye anadhani, anahisi, ana maoni ya kuyatoa ili tuweze kuimarisha mfumo wa kodi. Then TRA imesema basi tunamkaribisha yeyote yule aje tuletee mawazo yake ili nasi tuyaangalie na tuweze kutazama jinsi ambayo inaweza kusaidia. Kwa hiyo wameita ubunifu. Na ni kweli ukiangalia maoni ambayo baadhi ambayo yametolewa kuna ubunifu ndani yake, innovation. Washiriki 5861, hatimaye 106, na baadaye wa mwisho kabisa wale 9 wamefanya kazi kubwa. Wanapokaa wakaangalia mfumo uliopo leo na kwamba sisi tunadhani kuna maeneo ambayo tungeweza tukashauri na yakifanyiwa kazi yataimarisha mfumo wetu. Hili ni jambo sio la kulipuuza, ni jambo kubwa. Wenzetu wanadhani wana ubunifu ambao TRA wanapaswa tuusikilize wote kwa pamoja. Serikalini tunapaswa tuangalie mawazo yale na yale ambayo yanatekelezeka kwa haraka yatekelezwe. Wale ambao hayakutimia vigezo mara hii, pengine tunapokwenda huko, kwa sababu bado kauli mbiu inafanana, pamoja na kwamba imeongezeka kidogo, naweza pengine wakayaboresha zaidi ili yaweze kuangalia tena, yaweze kushiriki. Na mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, na sasa tuungane na mwandishi wetu Zaituni Mbarak kwa makala maalum ya Ramadhani. Mtukufu wa Ramadhani, masoko mengi hushuhudia ongezeko la mahitaji ya vyakula mbalimbali ikiwemo ndizi. Ndizi ambazo zinaendelea kuwa miongoni mwa bidhaa zinazotafutwa zaidi na wananchi. Wafanyabiashara wa ndizi wanasema katika kipindi hichi cha Ramadhani, ongezeko la wateja wanaonunua ndizi wamezidi kuongezeka kutokana na upungufu wa bei ya bidhaa hiyo. Wafanyabiashara wa ndizi wameeleza kuwa mauzo ya ndizi huongezeka hasa nyakati za jioni kutokana na wateja wengi hupendelea ndizi kwa kuwa ni chakula kinachopatikana kwa urahisi. Hata hivyo, pamoja na ongezeko la wateja, baadhi ya wafanyabiashara wameeleza changamoto ya kupanda kwa bei za ununuzi kutoka mashambani, jambo ambalo linaweza kuathiri faida zao na bei kwa mlaji wa mwisho. Hivyo wameshauri kuwepo kwa usimamizi mzuri wa usambazaji ili kuhakikisha bidhaa zinapatikana kwa wingi na bei nafuu. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, huu ni mwezi wa kufanya ibada kwa wingi. Lakini leo hii tumefika katika soko la Kibanda Maiti kuzungumza na wafanya biashara wa ndizi ili kujua hali za biashara zao zikoje, lakini pia tupate kujua changamoto, faida na hasara wanazokutana nazo. Lakini hapa wanaongea kuhusiana na hali hiyo ya biashara katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Biashara ya ndizi tunamshukuru Mungu kwa sababu imekuwa moja kati ya biashara ambayo ni biashara chachu ambayo hata wakazi wamekuwa wakinufaika sana. Tumekuwa tukifanya kazi tofauti na mwanzo. Sasa hivi tumekuwa na movement kubwa ambayo tumekuwa tukipata wateja kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, biashara iko vizuri. Bei za ndizi kwa sasa zimekuwa vizuri ukilinganisha na hapo mwanzo, kwa sababu hapo mwanzo watu walikuwa wanakula ndizi kama matunda na wanakula ndizi wakati mwingine wanachukua tu kwa kupika, sio wengi sana. Lakini sasa season tuliopo tunauza kama chakula, kwa maana ya kwamba iftari, na unafahamu mwezi kama huu ni mwezi ambao kwamba kila mtu angetamani kula kitu chenye kilainishi kizuri chenye kujenga mwili. So ndizi ni moja kati ya chakula kizuri kilaini ambacho kinafaa sana kwa iftari. Wananchi tunawakaribisha sana, kwa sababu moja kati ya eneo ambalo sisi tuliopo kutoka haya matangazo yanaporuka ni moja kati ya eneo ambalo tunauza ndizi kwa bei rahisi mno. Hata ukija na shilingi 1000 unapata iftari. Ukija na 1000, ukija na 2000, hapa tulipo, yani uhitaji kupiga hata simu. Wewe ukifika tu uliza sehemu gani mnapatikana iftari kwa shilingi 1000. Tupo kwa ajili ya huduma na tunawapenda wateja, na hata ukisema na 500 basi wewe utapata ndizi na unaweza kuftari. Bei zake zimetofautiana kwa sababu mwezi wa Ramadhani bei zake lazima zitapanda juu kutokana na manunuzi ya ndizi yanavyokuwa.
lakini inakula na mchana vile vile bei zake zinatofautiana kutokana na manunuzi ya ndizi ya kula na mchana, kwa sababu zinakuwa rahisi kidogo kule manunuzi ya huko Makondeni. Lakini sasa hivi ndizi kidogo nazo zimepanda hata huko kwenye wakulima wenyewe. Mimi nawahusia wananchi katika biashara hii wawe na bidii ya kufanya biashara, kununua na kuuza kwa hali ilivyo, hali halisi ilivyo ya nchi. Serikali kama serikali lazima ichukue hatua za haraka sana. Kwa hiyo sisi tunaomba, kilio kikubwa, hizi ndizi sio madini. Angalieni vitu vya kuzingatia vya kuchaji kodi zenu kubwa. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie. Hata hivyo tumepata nafasi ya kuzungumza na mnunuzi wa ndizi, na hapa anazungumza kuhusiana na hali ilivyo katika bei hizo za ndizi. Ni mnunuzi wa kula nyumbani. Ndizi kama hii hapo, umeona hii mamangu ni 10,000. Halafu na familia yangu hapa 10,000, sijapata kitoweo, sijapata kuni, sijapata na huko nyumbani ndo kama hivi. Na hayo ndiyo maoni ya wafanya biashara wa ndizi. Nadhani umejionea bei tofauti za ndizi. Nikiripoti kutoka soko la Kibandamaiti, Zaituni Mbarak wa Zanzibar Cable Television. Na mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, taarifa hiyo ya ama makala fupi hiyo ya Zaituni Mbarak ndio ambayo inahitimisha kwa upande wa habari za kitaifa. Na sasa ni wasaa wa habari kutoka Ughaibuni. Ughaibuni. Na katika anga za kimataifa tuanzie huko Senegal, ambapo waziri mkuu wa Senegal Ousmane Sonko amezindua sheria ambayo itaongeza maradufu adhabu ya juu zaidi kwa makosa ya mahusiano ya jinsia moja. Watakapopatikana na hatia wataadhibiwa kwa kifungo cha hadi miaka 10 jela, ikilinganishwa na kifungo cha mwaka 1 hadi 5 chini ya sheria ya sasa. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu yamelaani ukandamizaji huo. Mawaziri waliwasilisha mswada huo bungeni baada ya kupitisha wiki iliyopita kufuatia kukamatwa kwa watu kadhaa wanaoshutumiwa kuwa na mahusiano ya jinsia moja, kitendo ambacho tayari ni uhalifu chini ya sheria za Senegal. Ousmane Sonko ameliambia bunge jana kuwa ikiwa kitendo hicho kitafanyika dhidi ya mtoto mdogo kitasababisha adhabu ya juu zaidi ya miaka 10 jela. Chini ya sheria mpya, kitendo chochote cha ngono au kitendo cha ngono kati ya watu wawili wa jinsia moja kinachukuliwa kuwa kitendo kinachokwenda kinyume na maumbile. Polisi mwezi huu walisema waliwakamata wanaume 12 wakiwemo watu wawili mashuhuri nchini humo na mwandishi wa habari maarufu chini ya sheria zinazopinga vitendo vya mapenzi ya jinsia moja LGBTQ. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa watu 30 wamekamatwa tangu wakati huo. Na rais wa Marekani Donald Trump anatoa hotuba muhimu ya hali ya taifa huku akijivunia kile alichokiita mabadiliko makubwa katika kuboresha hali ya maisha nchini humo. Trump amesema kwamba baada ya mwaka mmoja tu serikali yake imefikia mabadiliko ambayo hayajawahi kuonekana hapo awali. Hotuba yake inajiri wakati manowari 2 za Marekani za kubeba ndege za kivita zimepelekwa Mashariki ya Kati, huku kukiwa na mvutano na Iran kuhusu mpango wa nyuklia. Trump ameapa kukabiliana na vitisho dhidi ya nchi yake huku mzozo na Iran ukikaribia. Tamati ya habari kutoka Ughaibuni. Na mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, tuna mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Usiondoke, endelea kusalia nasi.
Bora zaidi za mafuta Unguja na Pemba na zenye kiwango bora zaidi. Fika katika kampuni ya Zanzibar Petroleum Limited Mtoni Zanzibar kwa manunuzi ya jumla na kwa wanunuzi wa rejareja. Fika katika vituo vya Zanzibar Petroleum Limited ambavyo vinapatikana maeneo mbalimbali hapa nchini. Zanzibar Petroleum Limited tuna pampu za kisasa, yani digital pump, zimefungwa depot na vituo mbalimbali. Zanzibar Petroleum Limited tupo katika harakati za kutanua na kuhakikisha tunakufikia popote ulipo. Epuka usumbufu kwa huduma bora zaidi na mafuta ya uhakika. Fika katika vituo vyetu. Nyote mnakaribishwa. Wema mpaka hivi. Jomba Kachara? Na jomba. Jomba nitia aibu ya khair. Basi jomba anapiga chabo namna hiyo kwenye majumba yangu. Mjomba sipigi chabo. Hapa tuatizama mpira. Kama hatizama mpira njomba, ungeomba huu kafunguliwa mlango ukaenda ukaingia ndani ukatizama na wenzio. Hatuwezi pita ndani sote humu hapa, kila mmoja ana harufu yeye. Yule anuka ndomo, yule anuka kwapa. Wasikia? Sasa hapa nje hangalo haijambo, tupigwa ni upepo. Maliza mpira wewe. Wewe kwani njomba hasa uko kwa kutumia kingamuzi gani? Mimi pale naona sina kingamuzi. Pale naona ni watoto watia kina wakibadilisha na mengi tazama TV. Lakini leo kuna mpira. Njomba sikiliza. Mimi nataka hakununulie kingamuzi kia Zanzibar Cable Television. Ukatulie kwako. Na wanao sio kuja kushenya na hapo kapaka na majasho. Pesa unazo? Pesa ninayo mfukoni mwangu njomba, nataka twende moja kwa moja kununua hicho kingamuzi. Upungue hilizo kuja kushenya na watu hapa. Sasa manufaa ya mtoto nkumtuma akakutumikia kwa sababu mtoto haliwi nyama, na kutuma kakichukua uniletee nyumbani. Kwenda kichukua takwenda kichukua, lakini hapa uka njomba. Mtaondoka lakini kakichukue. Hilo si tatizo. Usijekosa mpira. Haya njomba usijali. Lakini pale uka njomba pale. Haya. Jamaa endeleani naja. Haya. Njomba. Hatoka. Toka. Bibi. Kafi njomba. Joji. Mimi nakwambia njomba, mimi nakupenda sana. Tena sana njomba. Achukua nzio. Zanzibar Cable Television. Hiki cha iko ndakika na vini. Wewe popote utakapokwenda pia. Kuna hiki hakinyagarika. Basi mshafika hivi. Waya. Hai. Njomba sijakuona tena kule kwa. Haya njomba, basi. Basi inshallah. Haya inshallah. Mambo msalimie mambo hapo. Haya. Mambo. Basi. Down juu. Haya fanyani mambo. Zanzibar Cable Television. Ukarimu wa mwambao. Na karibu katika wasaa wa habari za kimichezo. Mimi ni Rohaita Tebente Talib na tuliokuandalia kwenye wasaa wa kimichezo tukianzia huko Tanzania bara, ambapo ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC Premier League msimu 2025-26 ikiendelea kuchanja mbuga siku ya leo, takriban michezo mitatu kuchezwa katika viwanja tofauti. Mchezo mapema kati ya Dar es Salaam Young Africa dhidi ya JKT Tanzania uliochezwa katika dimba la KMC Complex umetamatika baada ya dakika za muamuzi kutamatika, Yanga kuibuka na ushindi wa takriban bao 5-0 dhidi ya JKT Tanzania. Magoli ya Yanga yakifungwa na Mohamed Hussein mnamo dakika ya 7 ya mchezo, Mudathir Yahya mnamo dakika ya 63, Depo mnamo dakika ya 60 pamoja na Prince Dube mnamo dakika ya 85 na kumaliziwa karamu hiyo na Shekhani mnamo dakika ya 90 ya mchezo. Katika hatua nyingine ni mchezo mwingine utaupigwa katika dimba la Jamhuri majira ya saa 1:15 za jioni, utakao wakutanisha wekundu Msimbazi Simba Sports Club wakialikwa na Dodoma Jiji. Na tumalizia kwenye upande mwingine ambapo kuelekea mchezo wa derby kati ya Dar es Salaam Young Africa dhidi ya wekundu Msimbazi Simba Sports Club, ambapo unatarajiwa kuchezwa match moja katika dimba la New Amani Complex. Kuelekea mchezo huo, mashabiki na wadau mbalimbali wa kimchezo wakitoa maoni yao. Tukapate taarifa zaidi. Kwa jina naitwa Fataki Hamisi,
mkazi wa Kikwajuni. Simba kafa. Kafa kwa sababu kaida yetu sisi hatupindipindi maneno yetu. Sisi tunanyoosha maelezo kwamba sisi tunamuua Simba, basi tunamalizia. Tushamfunga mara 6 na hii inakwendea mara 7. Rais atakubali kufunga mara 7? Atakubali kwa sababu mimi nimefanya usajili mzuri sana. Usajili mzuri, lakini ukiangalia wachezaji ambao wafanya usajili waliotiki ni wachezaji wachache kabisa. Wachezaji wa kina Depo lakini wengine performance bado iko chini. Performance iko chini kutokana na jitihada zao. Lakini tumesajili hao wachezaji kina Depo na nani ili kuongeza nguvu zaidi. Na sisi hatuwezi kutoka. Sisi tunawala tu wale wake zetu. Tunawala kabisa. Wala msio na hofu sawa waandishi wa habari kwa swala kama hili. Sawa, malalamiko ya nje ya uwanja kwa baadhi ya mashabiki wa Yanga wakiwa wanazungumzia kuangalia kocha namna ambavyo selection yake ya kikosi, namna ambavyo anapangilia muundo wa mechi, imekuwa kidogo mkiwa na laumu. Kuhusu kocha, swala la kocha ni mzuri sana. Maana anajua formation zote, akicheza na Singida, akicheza na nani, wote anawasoma michezo yao. Na kwa maana hiyo na Simba kashamsoma mara nyingi sana, kwa maana hiyo akija pale kashakufa. Na pamoja na hayo Amani Complex amekufa kabisa, shughuli shamaliza. Naitwa Mavusu. Nimefunga mara 6 mfululizo na Dar es Salaam Yanga Afrika. Mchezo unaofuata kituo ni Amani Complex, naenda kutana Yanga. Kama mashabiki tumejiandaa vipi mchezo huu? Kuhusu dabi tumejiandaa kwa sababu najua mchezo wa dabi hauna mwenyewe, sio? Kwa hiyo matokeo ni dakika 90. Lakini mara 6 hiyo haina tatizo hata iwe mara 8. Lakini tunakutana hapo New Amani. Tupate iftari alafu ndo tuingie dimbani hapo. Atajulikana nani ni nani. Kikosi tunacho na natamba nacho. Wachezaji tunao wengi tu. Ushafahamu? Na Stars Kasali golini kule na wengine ambao wako mbele kule. Ushafahamu? Kwa hiyo dabi ndio dabi, sio? Ushafahamu? Kwa hiyo chochote kitakachotokea fresh, lakini matokeo nani ni nani itajulikana dakika 90. Mchezo mwingine kwenye upande wa siku ya leo utapigwa majira ya saa 3 kamili za usiku katika dimba la Chamazi Complex utakawakutanisha wenyeji Azam FC dhidi ya Mtibwa Sugar. Kuelekea mchezo huo, rais wa mashabiki wa Mtibwa Sugar kwa upande wa visiwani Zanzibar Sinyo alikuwa na haya ya kuzungumza kuangazia nafasi ya timu yake hasa ilipo. Naitwa Suleiman Nasor maarufu Super Sinyo, rais wa shabiki wa Mtibwa Sugar Tanzania. Nafasi ya Mtibwa katika upande wa msimu huu unaona katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Nafasi ya Mtibwa msimu unaona kwenye top 4 kwa nilivyosajili na nilivyo kikosi changu na wawekezaji ambao nimeweka kuanzia mtu wa kwanza mpaka wa 4 kwenye nafasi ya 4, yani sikosi kwa msimu kwa kikosi changu kilivyo. Ukiangalia Mtibwa imepanda daraja kwenye upande wa msimu na kitu gani hasa kinapelekea kuchallenge tumepanda daraja alafu tumewekeza. Kikubwa hizi ligi ni kuwekeza, ni kusajili wachezaji ambao wanaweza kuleta ushindani katika ligi. Sababu ligi MBC ni ligi ngumu, ni ligi ambayo unakutana na vilabu vilosajili wachezaji ambao ni maprofessional zaidi. Kwa hiyo lazima wewe mwenyewe usajili wachezaji wa kuweza kupambana. Kwa hiyo nashukuru Mungu timu yetu tumesajili wachezaji wa kuweza kupambana katika ligi kuu ya MBC ili kuweza kutetea nafasi ya kwanza mpaka ya 4. Kwa hiyo tumesajili vizuri msimu huu. Natamani kuona Mtibwa kimaliza ikiwa katika nafasi ya 4, lakini ukiangalia namna ambavyo mnacheza mechi na timu kubwa kwa mnajitoa kwa mechi na Simba mmetoka sana, lakini mechi na timu nyingine za mid-table mnashindwa kufanya vizuri. Sisi tuko mtu wa 4. Tuna pointi 22. Tumedraw mechi moja na Simba. Hizi pointi nyingine 21 tumezipata wapi? Tumezipata kwenye hivi vilabu vidogo. Kwa hiyo sisi kila mechi tunajipanga kupata matokeo. Na laita ningekuwa tunasema mechi ya Simba na Yanga tunahitaji matokeo, ina maana sisi tushike daraja. Lakini sisi tuna pointi 22. Tumedraw mechi moja tu na Simba. Na maana pointi 21 tumepata kwenye hivi vilabu vingine. Kwa hiyo dhana kusema sisi tunacheza kila mchezo kwa tunahitaji matokeo. Sema inakuwa tu tofauti na tunavyotarajia. Moja kati ya timu yenye ushindani na kukutana nayo siku ya leo Azam FC majira saa 3 za usiku. Kama shabiki mna muono gani kwa mchezo wa siku ya leo? Mechi tunaitaka na pointi tunazitaka kwa sababu Azam size yetu. Tunaweza kucheza nao bila tatizo lolote na kuweza kupata pointi 3. Na kikosi kilivyo, kikosi kimeingia jana,
kutoka Turiani Morogoro kiko vizuri, kimejipanga vizuri kuhakikisha kinapata matokeo katika mchezo wa leo. Najua ni mchezo mgumu, Azam ni klabu bora, lakini na sisi tumejipanga kwa hilo kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa leo dhidi ya Azam saa 3 usiku. Kwenye upande wa habari za kimichezo kimataifa, ambapo UEFA Champions League huendelea kutimua vumbi siku ya leo baada ya kushuhudia Inter Milan siku ya jana kifurushwa mbali mno katika hatua 32 bora na timu ya Bordeaux. Leo ni zamu ya Atalanta dhidi ya Borussia Dortmund majira ya saa 2 dakika 45 za usiku, wakati mchezo wa awali Borussia Dortmund ikipata uongozo mabao 2-0. Mchezo mwingine utakao kutanisha Juventus dhidi ya Galatasaray utakuwa ni majira ya saa 5 kamili za usiku, wakati aggregate ya mchezo wa kwanza Juve akipoteza kwa bao 2-5. Mchezo mwingine ambao utakutanisha Paris Saint-Germain dhidi ya Monaco majira ya saa 5 kamili za usiku, wakati mchezo wa kwanza PSG akipata ushindi wa bao 3-2. Real Madrid dhidi ya Benfica ni majira ya saa 5 kamili za usiku, ambapo aggregate ya mchezo wa kwanza Madrid akipata ushindi wa takriban bao 1-0 kwenye upande wa mchezo wa siku ya kwanza. Ni tamati ya habari za kimichezo. Mimi ni Rohaiset binti Tani. Bakari Masude anafuata kwa ajili ya kukamilishia wasaa wa habari. Usikubali kupitwa. Fuatilia matangazo yetu kwenye social media zetu: YouTube, Instagram, Twitter na Facebook kwa jina moja tu, Zanzibar Cable TV Media. Karibu tena mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, na kabla ya kuhitimisha taarifa yetu ya habari, tujikumbushe tena muhtasari wake. Madereva 250 wakamatwa kwa kosa la kupita barabara ya mwendo kasi. Wajasiriamali waomba unafuu wa ulipaji kodi. Na kimataifa, Senegali yazindua sheria ya kuongeza adhabu ya kosa la mahusiano ya jinsia moja. Shukrani sana mtazamaji wa Zanzibar Cable Television kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho taarifa yetu ya habari. Ni kukumbusha ungana nasi majira ya saa 5 kamili za usiku kwa marudio ya taarifa hii, na kwa niaba ya wale wote waliofanikisha taarifa yetu ya habari kukufikia, tunakwambia hatuna la ziada. Aliyesimama katika upande wa habari za michezo na burudani alikuwa ni Rohaithat binti Talib. Mwongozaji wa matangazo haya ni Sefu bin Ali, lakini aliyekuwa katika kalimani wa lugha alama hapo awali ilikuwa ni Hudhaifat Omar, na kwa sasa ni Mwanahisani Hassan. Mimi ni Bakari Masudi, nikutakia usiku mwema na utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka Zanzibar Cable Television. Ramadhan Karim. Mtandao na kufanya ufurahie mawasiliano ya uhakika kwa gharama nafuu zaidi popote ulipo nchini. Mtandao na kukupa vifurushi vya data vinavyokidhi mahitaji na internet yenye kasi ya ajabu. Vifurushi vya kila aina kukidhi mahitaji ya watumiaji wa rika zote kama vile Unibank. Namba ya Vibe ni *148 *55 alama ya reli. Unaweza kufanya miamala mbalimbali ya kifedha ikiwa ni pamoja na kulipia huduma na bidhaa mbalimbali kwa kutumia Halo Pesa popote ulipo nchini. Kamilisha vibe kwa midundo moto moto kupitia app ya Halo Play. Enjoy muziki toka wasanii wakali. Kama vile haitoshi, kupitia My Halo app sasa unaweza kukamilisha yale yote unaweza kuhitaji mtandaoni kwa kutumia My Halo app. Halotel ndio mtandao utakupa mambo yote haya kupitia simu yako ya mkononi. Pata line yako ya Halotel sasa kwa kutembelea duka au wakala wa Halotel waliopo nchi nzima. Ujisajili. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Halotel, pamoja kwa ubora.
Kwa huduma bora zaidi za mafuta Unguja na Pemba na zenye kiwango bora zaidi, fika katika kampuni ya Zanzibar Petroleum Limited Mtoni Zanzibar kwa manunuzi ya jumla, na kwa wanunuzi wa rejareja fika katika vituo vya Zanzibar Petroleum Limited ambavyo vinapatikana maeneo mbalimbali hapa nchini. Zanzibar Petroleum Limited tuna pampu za kisasa, yani digital pump, zimefungwa depot na vituo mbalimbali. Zanzibar Petroleum Limited tupo katika harakati za kutanua na kuhakikisha tunakufikia popote ulipo. Epuka usumbufu. Kwa huduma bora zaidi na mafuta ya uhakika, fika katika vituo vyetu. Nyote mnakaribishwa. Sasa tumekuboreshea huduma zetu. Pata kingamuzi chako cha Zanzibar Cable kwa bei poa kabisa. Kwa msaada wa kiufundi, fika katika ofisi zetu au piga simu namba 0777416767 na tunakuja mpaka mlangoni kwako. ZCTV, ukarimu wa mwambao. Unaangalia Zanzibar Cable Television.